Karibuni tujifunze somo letu la leo ambalo tutakuwa tunaelezea kuhusu nafsi. Tutatanguliza kwa kueleza maana ya neno nafsi. Nafsi ni neno linaloonyesha anayefanya kitendo au anayehusika katika mazungumzo. Kwa hivyo, nafsi hutujibu nani anafanya tendo. Kuna nafsi tatu, ya kwanza ikiwa ni mimi katika umoja na sisi katika wingi. Nafsi ya pili ikiwa ni wewe katika umoja na nyinyi katika wingi. Nafsi ya tatu ni yeye na wao katika wingi. Tunapoitaja ile nafsi ya kwanza, huwa tunamtaja yule ambaye anazungumza. Inatumika pale ambapo anayezungumza anajizungumzia yeye mwenyewe au anajumuisha watu wengine pamoja naye. Mifano katika sentensi tunaweza kusema mimi ninasoma kitabu. Sentensi hiyo inamrejelea yule ambaye anazungumza. Wingi wa hiyo sentensi, sisi tunasoma vitabu inamaanisha tunamrejelea anayezungumza pamoja na watu wengine ambao amejijumuisha nao. Nafsi ya pili humrejelea mtu anayesemeshwa, yaani anayezungumziwa moja kwa moja. Mtu anayezungumziwa hapa katika nafsi ya pili huwa karibu na msemaji katika mazungumzo. Si kwa lazima kimwili, bali kwa kuwa anahusika moja kwa moja katika mazungumzo. Tukitoa mfano katika sentensi, wewe unacheza mpira. Tukiandika hiyo sentensi katika wingi, nyinyi mnacheza mipira. Tunaweza kutoa mfano mwingine tuseme kuwa wewe unakimbia haraka. Wingi, nyinyi mnakimbia haraka. Kwa hivyo kwa kifupi, ile nafsi ya pili, tunafaa kuelewa kuwa anayesemeshwa, yaani yule anayezungumziwa, anazungumziwa moja kwa moja. Tukielekea katika nafsi ya tatu, tunapata kuwa nafsi hii humrejelea mtu anayesemewa, yaani mtu au watu ambao hawazungumzi wala hawasemeshwi moja kwa moja. Tukitoa mfano katika sentensi, yeye anasoma kitabu. Wingi wao wanasoma vitabu. Mfano mwingine, yeye anakimbia haraka, wao wanakimbia haraka. Hizo ndizo nafsi zote tatu ambazo tunazipata katika somo hili la Kiswahili. Ni vizuri kuzielewa nafsi hizo ili kuyaboresha mazungumzo yetu. Naomba tuendelee kujiunga pamoja ili tuendelee kukifanya Kiswahili kitukuzwe. Endelea kujiunga nasi katika mtandao huu ili tuweze kuelimishana na kusoma zaidi. Asanteni
na karibu.